Katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin, mwanamke yoyote aliyedai talaka bila ya haki, bila ya ubaya wowote wa mume, fa haramun alaiha raihatul janna, basi harufu ya pepo itakuwa ni haramu kwake. Sio pepo, hata harufu ya pepo pia hataisikia, ni haramu kwake yeye. Kwa hiyo Uislamu umeruhusu mtu, mwanamke akiwa ameichoka ndoa kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya unyanyasaji, aweze kujitoa katika ndoa hiyo kwa kutoa fidia, kutoa kombozi. Na kombozi hii au fidia hii ni kitu chochote ambacho kinafaa kuwa mahari, kitu chochote ambacho kinafaa kuwa mahari, na mahari yatakiwa iwe ni kitu chenye thamani, kitu cha halali, kitu ambacho kinamilikiwa na yule anayekitoa kama mahari. Hali kadhalika mwanamke akitaka kujikomboa katika ndoa, yatakikana atoe mali kama ambayo inafaa katika mahari. Na fidia si lazima iwe mali au kitu, mathalan inaweza kuwa ni manufaa vile vile. Yani mathalan mke akasema, mimi sina pesa lakini nina shamba, unaweza kutumia manufaa ya shamba hili kwa muda wa miaka 3 au miaka 5 kwa mujibu wa makubaliano. Shamba ni la mke lakini manufaa anatumia mume, inawezekana. Au mke anaweza kusema, mimi sina pesa lakini nitamnyonyesha mwanao bila ya malipo, kwa sababu katika Uislamu kunyonyesha ni kazi ya mume, ni wajibu wa mume, yatakiwa amlipe mama wa mtoto. Akisema badala ya kombozi nitakunyonyeshia mtoto wako bure, pia inawezekana. Almuhimu ni makubaliano, yaweza ikawa ni mali, yaweza ikawa ni manfaa ya kitu fulani. Na amesema Alimamu Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi, yakhla'uha bima taradhaya alaiha min qalilin au kathirin, mwanamme anaweza kumkhului mkewe, kumpa khulu, kumpa talaka ya khulu kwa ambacho wataridhiana, watakubaliana. Yaweza kikawa ni kidogo au kikubwa, yaweza ikawa ni sawa na mahari, yaweza ikawa ni zaidi ya mahari, ni kitu ambacho mtakubaliana, ni mali au ni manfaa ya mali. Kwa hiyo hiyo ndiyo khulu, ambayo ni talaka ambayo mke anaidai kutoka kwa mumewe na anakuwa na chuki na mumewe, na yatakiwa amlipe mume fidia. Ikiwa chuki ni ya mume kwa mke, hatakiwi kulipa fidia. Ikiwa mke ndiye anayemchukia mume, ndio atakiwa alipe fidia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.